La 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 la. Baba, ulilolipanga lazima litimie, hakuna binadamu anaweza kulipangua. Baba, ulilolipanga lazima litimie, yeah, hakuna binadamu anaweza kulipangua. Uhali gani mpenzi mtazamaji ambaye unatazama Masanja TV. Mimi naitwa Uncle Ben. Kama kawaida mimi ni mzee wa exclusive na hapa niko na mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Atajitambulisha jina anaitwa nani na ametuletea kitu gani. Usikae mbali, tulia hapo hapo, utajua kila kitu. Yes, mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shalom shalom. Shalom. Bwana, kwa mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza, unaitwa nani? Majina anaitwa Geoffrey Gerard. Geoffrey Gerard. Yeah. Okay. Huduma yako ya uimbaji umeanza mwaka gani? Naweza kusema kwamba huduma ya uimbaji nimeanza mwaka jana. Okay, mwaka jana. Ni kitu gani ambacho kimekusukuma kuingia sasa kwenye muziki wa uimbaji? Kwanza niseme ni wakati wa Mungu. Unajua wakati wa Mungu unapokuwa umefika huwezi kupinga. Huwezi kupinga. Kwa sababu mimi kama mimi nilijikuta tu tayari nimeshaingia kwenye upande wa sanaa. Kwa naweza kusema kwamba ni Mungu yeye mwenyewe ndo aliyeweza kuniingiza. Okay. Ukitambua kipaji chako umetambua kipindi gani? Ukijua kwamba sasa mimi najua kuimba. Namshukuru Mungu. Kipaji kwanza kilitokea nikiwa kabla mtoto mdogo. Nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa napenda sana kuimba nyimbo za kina Rose Muhando, kina Bahati Bukuku. Yaani nilikuwa napenda sana kuziimba hizo. Sasa nikazidi kukua hivyo, nikajiingiza kwenye mambo ya Bongo Flava. Niliimba tu, ila sema tu umeona siwezi kuongea mengi, ila kwenye upande wa sanaa ambao ni gospel nimeanza mwaka jana. Okay. Tunarudi nyuma kidogo. Umesema kwamba umeimba hadi Bongo Flava na sasa hivi umeamua kufanya muziki wa gospel. Labda pengine uliona labda muziki wa Bongo Flava hauna pesa, au ni kitu gani ambacho kilikuvutia sasa kuingia kwenye muziki wa gospel moja kwa moja? Kitu ambacho kilichonivutia cha kwanza na mheshimu Mungu. Unaelewa? Na cha pili, huyu Mungu amekuwa akinitetea sana. Amekuwa akinipigania sana. Hajawahi kuniacha. Unaona? Kwa sasa hicho kwa vile nilipoona kwamba Mungu ananipenda na yupo karibu na mimi kila wakati, hicho ndio kikaanza kunivutia kwamba nakuona kumbe ni sahihi kuweza kuifanya kazi ya Mungu kuliko kufanya kazi ya Bongo Flava. Wimbo ambao unaenda kuachia siku ya leo unaitwaje? Okay, wimbo ambao Mungu ameweza kunipa unasema kwamba kile ambacho Mungu alichokikusudia kwako mwanadamu hawezi kukipungua. Na ndio maana kwenye upande wa chorus ndio nikawa nimeuita nashukuru. Okay. Labda katika kushukuru kuna mambo mengi ambayo Mungu amefanya. Una ushuhuda wowote ambao unaweza ukatupa kidogo tu ambao una relate na kitu ambacho umekiimba? Okay. Bana, wimbo nashukuru hapana. Kuna kipindi fulani nilikuwa napitia wakati mgumu. Wakati mgumu ambao nilikuwa nikipitia, nikajikuta naanza kuiandika sasa. Nijikuta naanza kuimba, Baba ulilopanga lazima itimie, hakuna mwanadamu anayeweza kulipangua. Kwa sababu wimbo wapo ni wimbo ambao unanigusa mimi. Kuna nyakati ambapo nilikuwa napitia wakati mgumu sana, wakati mgumu sana. Nikajikuta tayari Mungu. Unajua Mungu naye ni Mungu mwenye upendo. Okay. Unaweza kutugusia kidogo ni wakati gani huo ambao ulikuwa unapitia mgumu? Maana unatuweka kwenye mabano kidogo tu. Okay. Bwana, wakati ambao nasema kwamba nilikuwa nikipitia wakati mgumu. Nilikuwa nimeajiriwa. Ndio. Sasa katika upande wa kuajiriwa, sote tuna mabosi. Kwa bosi akawa ni mtu ambaye yani hayuko pamoja na mimi. Unaelewa? Hayuko pamoja na mimi. Kwa sasa hapo nilipoona kwamba bosi hayuko pamoja na mimi, na hata tosha kazini nazidi kupitia maisha magumu sana, pesa sipati. Sasa nikajikuta tayari Mungu kashusha nyimbo sasa hiyo ya kwamba ninashukuru.
Bosi alikuwa atoe mishahara au? Bosi alikuwa anipi mshahara. Okay. Kwa ukaamua kuachana ile kazi ya kwanza ukaendelea na vitu vingine, ukaendelea kufanya muziki. Labda pengine kinaweza kawa kilichokupelekea kufanya muziki labda ni maisha kuwa magumu? No. Yaani kitu ambacho kilichonipelekea kuweza kufanya kazi ya Mungu. Cha kwanza ni Mungu nampenda. Umeelewa? Unajua tukisema turudi nyuma kidogo, uhai niliokuwa nao ndio unamaanisha kwamba Mungu ananipenda. Umeelewa? Nina haki na ina sababu ya kuweza kuifanya kazi yake. Umeelewa? Kwa sasa naweza ngasema hivyo. Yeah. Okay. Sawa. Unahudumu katika kanisa gani na pengine uko tayari kwa mialiko? Gharama zako zikoje? Sasa hivi watu wameanza kukuona mitandaoni, utakuwa maarufu sasa, labda pengine gharama zako zikoje na unahudumu wapi? Tujibu kwa haraka kidogo. Okay. Mimi nahudumu kwenye upande wa kimanabii. Nahudumu kwenye upande wa kimanabii, na hata mtu yote yule ambaye anaweza. Upande wa kimanabii ni nini? Kanisa au ni nini? Ni kanisa. Inaitwaje? Ni kanisa ambalo linaitwa Mafunuo. Okay. Na sasa umeanza kufahamika, watu wanakuona mitandaoni, pengine wanatamani kukualika kuanzia hapa. Gharama zako zikoje sasa? Unajua kazi ya Mungu bwana, siwezi nikatoa gharama yote ile. Siwezi nikatoa gharama yote ile. Yule atakayeweza kunialika, yeye kama yeye ndo atakapoweza kuguswa na Mungu ndo atakapoweza kunipa chochote. Okay. Nyimbo zako ziko kwenye mfumo wa audio. Mipango ikoje kufanya video? Okay. Katika mpango wa kuweza kufanya video, siwezi nikaongea sana. Unajua unapokuwa unaanza uchumi waga hauwi sawa. Kwa sasa Mungu atakapoweza kunibariki pesa, nitafanya video. Nitafanya video. Watazamaji, kwanza niwashukuru sana. Mimi ni kijana wenu, naombeni muweze kunipokea. Imani, msiniache. Hii ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu inahitaji support. Ndio. Kazi ya Mungu inahitaji support. Kwa ninawaomba sana msiniache, kila hatua muwe na mimi. Kila hatua muwe na mimi. Naombeni msiniache, na pia naombeni muweze kunipokea sasa. Muweze kunipokea, mwanze kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Ukiingia YouTube andika jina Geoffrey Gerald. Instagram andika jina Geoffrey Gerald. Mtazamaji ambaye unatazama Masanja TV, leo tulikuwa tunafanya exclusive na mtumishi wa Mungu. Nikukumbusha jina, unaitwa nani? Naitwa Geoffrey Gerald. Geoffrey Gerald, na tumepata bahati ya kujua vitu vingi sana, huduma yake ilipoanza mpaka hapa alipofika leo. Naamini kuna kitu utakuwa umekipata kutoka kwa mtumishi wa Mungu huyu. Mimi naitwa Uncle Ben, ni follow kwenye Instagram page kwa jina la Uncle Ben TZ, lakini behind the camera ametulia mwamba mwenyewe, Nesha Designer, ndiye anasababisha tunapata video zenye quality ya hali ya juu. Yes, endelea kufollow Masanja TV, endelea kwa pamoja nasi kila siku, asubuhi, mchana, jioni mpaka usiku.